Tuongeze tenzi namba 56 ni siku kuu ya Bwana. Haleluya watu. Tutazame Yesu. Tuimbe wimbo kwa kumaanisha See
Mwambie jirani. Geukia jirani yako. Mwambie jirani. Jirani. Kama hauna sababu ya kumsifu Yesu, ungana na yangu tumsifu.
la Yesu. Salimia jirani yako kwa jina la Yesu. Salimia jirani yako kwa jina la Yesu. Jirani yako unamsifu Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani ubarikiwe kwa kumsifu Bwana. Mungu wetu sasa. Kaa katika uwepo. Unajua kama umesifu kwa kumaanisha Roho Mtakatifu anashuka bila hata kutumia nguvu. Haleluya. Weka tu fahamu wako kwa Mungu. Utukufu na heshima ni wewe.
Chukua
mmekuwa mkikitii. Bwana sifiwe. Mimi wakati nataka kupata kipaimara, watu ninasema kukomunika kwa wakati ule, mpaka kulikuwa kuna mambo ya kukalili kama matatu. Jambo la kwanza lilikuwa ni kushika ile imani ya mitume au imani ya Nikea. Alafu nasimama mbele ya watu unaikiri ile imani. Jambo lingine lilikuwa ni kushika zile amri 10. Kushika zile amri 10 bila kuzitendea kazi ilikuwa haina maana yoyote. Bwana sifiwe. Lakini wale wachungaji wakiona umesemele imani na zile amri, unaona una sifa ya kukomunika, basi unapewa kipaimara. Lakini wazazi wetu kwa watoto wadogo, baada ile sherehe ya kipaimara zinaandaliwa pombe tena nyumbani, sherehe za kipagani tena. Wakati umetoka kwenye kupata kipaimara, ndivyo sherehe kwenye dini zinazofanyika. Bwana sifiwe. Yaani watu hani kwa kukosa nini? Mafundisho. Sasa Yesu alipokuja, unajua Yesu anawachanganyanga watu. Bwana sifiwe. Anasema hakuja kutangua Torati ila kuikamilisha. Lakini ukiangalia ni kama amekuja kuitengua. Bwana sifiwe. Kwa sababu zilikuwepo amri 10. Afu anasema ni amri mpya ni hizi. Bwana sifiwe. Ungependa kuzifahamu? Amina. Wangapi mngependa kuzifahamu hizo amri mpya? Sasa hizo amri mpya ndio hizo tunatakiwa kuziishi leo. Bwana sifiwe. Kwa Yesu amri haziko 10. Kwa Yesu amri ziko 2 tu. Zinabeba zile 10. Yaani zile 10 ziko ndani ya amri hizi 2 za nani? Za Yesu. Naomba nikupe vitabu vya utangulizi kabla sijaanza somo. Vitabu vya utangulizi, lakini somo na kubwa sijalianza. Tusome Injili ya Mathayo ile sura ya 22. Mathayo 22 ule mstari wa 37 mpaka 40. Mathayo sura ya 22 mstari wa 37 mpaka 40. Neno la Mungu linasema hivi, Mathayo 22 mstari wa 37 mpaka 40. Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi 2 utegemea Torati yote na manabii. Narudia tena amri 2 za Yesu. Akawaambia, Mathayo 22 mstari wa 37 hadi 40. Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi 2 utegemea Torati yote na manabii. Kitabu kingine cha utangulizi, tusome kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 13. Chote isipokuwa kupendana. Kwa maana mpendaye mwenzake ametimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote, inajumuisha katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo, angalia vizuri hapo, pendo halimfanyii jirani neno baya, bali pendo ndio utimilifu wa sheria. Nimesema tunajifunza somo linaitwa amri mpya. Amri mpya. Tunaingia kwenye somo sasa. Tusome Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 13 ule mstari wa 34. Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 34 hadi ule mstari wa 35. Neno la Mungu linasema, amri mpya nawapa, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Wana wa Mungu, upendo ni somo pana. Tutajaribu kuligusia kidogo mchana wa leo.
Upendo, Yesu anasema amri mpya nawapa. Anasema ni mpendane. Hiyo ndo amri mpya. Yesu anafanya nini? Anatupa. Anasema tupendane. Tena anasema tupendane sisi kwa sisi. Anasema upendo hauhesabu mabaya. Upendo unastiri wingi wa nini? Wa makosa. Lakini leo kwa sababu ya kutokutii amri mpya, unakuta watu watupendani. Unakuta watu tuna vijicho, unakuta watu tuna wivu, unakuta watu tunachukiana. Manake hii amri hatujaishika. Yesu alipoona hata wanafunzi wake au makutano watu wengi, akakuta wanapungukiwa na hii amri, akasema amri mpya nawapa, mpendane. Nataka nikwambie mchana leo utajijua mwenyewe yani kwamba kumbe mimi nilikuwa sijaokoka. Bwana sifiwe. Yani ukikosa upendo ujue kweli haujaokoka. Na watu wengi wameshindwa kuja kwa Yesu kwa sababu tumeshindwa kuishi amri. Bwana sifiwe. Leo nitakupa hatua kwa hatua, wewe mwenyewe utajipima, kumbe mimi nilikuwa napungua. Bwana sifiwe. Haleluya. Tuendelee. Yesu anatupa amri mpya, anasema tupendane. Mtu yoyote aliyeokoka anatazamiwa kuitekeleza amri hii kwa kuwapenda wenzake waliookoka kama Yesu naye alivyoonyesha upendo huo. Mtu yeyote aliyeokoka anatazamiwa kutekeleza amri hii kwa kuwapenda wenzake waliookoka kama Yesu naye alivyoonyesha upendo huo. Upendo kwa wenzako walioko ndio alama kuu inayomtambulisha mtu kwamba ameokoka. Kwa alama hii mtu aliyookoka utajijua mwenyewe kwamba umeokoka. Kwa lugha nyingine, ukikosa hii amri ya upendo, yani wewe bado hujaokoka. Bwana sifiwe. Lakini kama utakuna ishi amri, ndipo wewe unakuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe ndio unakuwa umeokoka. Nataka niwaambie wana wa Mungu, tunakiri nimeokoka, nampenda Yesu, lakini hauna upendo kwa mtu mwingine aliyookoka. Bwana sifiwe. Bwana wa Mungu, yani mtu aliyookoka ni ndugu yako zaidi ya yule mlionyonya naye ziwa moja. Bwana sifiwe. Lazima ukae unaelewa hiyo. Leo unaweza kukuta mtu anaumwa, yuko Bugando, lakini sio shangazi, sio ndugu yako, hata uendi. Unajua nilikuwa nasali kanisa moja zamani. Bwana sifiwe. Mama mmoja alikuwa ni mnene, alikuwa anasumbuliwa na miguu. Yani atembelei kabisa hata kanisani, anakuja labda ibada Jumapili asubuhi, kisa miguu inafanya nini na msumbo. Akauguliwa na mdogo wake. Mimi nikaamua kwenda kumsalimia. Nikamkuta yuko Bugando, moyoni nikana tikisa. Yani kumbe ndugu yake anaweza katembea, ila watu wengine waliookoka haoni kama wana muhimu. Manaka alikuwa juu muhimu wa amri. Bwana sifiwe. Haleluya. Hebu ndia maelezo baadaye nikupe kitabu. Kwamba upendo kwa wenzako walioko ndio alama kuu inayomtambulisha mtu kwamba ameokoka. Kwa alama hii mtu leo-okoka utajijua mwenyewe kwamba umeokoka. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka, tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kwa alama hii pia watu wote watajua kwamba sisi tumeokoka. Yani wewe mwenyewe unajijua, lakini watu wengine wanakushuhudia. Tusome tena Injili ya Yohana ile sura ya 13, turudi pale tulipokuwa tumesoma, tusome ule mstari wa 35. Injili ya Yohana 13 ule mstari wa 35. Unasomeka hivi: hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Bwana wa Mungu, tukipendana sisi kwa sisi, watu wengine ndio watajua kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. Siku moja nilienda kumsalimia mtu Bugando. Watu wengi wanajua mimi ni mchungaji. Bwana sifiwe. Yule nilienda kumsalimia,
alikuwa ni mshika tunakuwa na sali naye zamani. Alikuwa amekaa miaka 10 kama 12 hajajifungua mtoto. Sasa ni baadaye akapata ujauzito. Alipopata ujauzito akazaa mtoto. Akazaa mtoto, baadaye akakata na mwaka 1.5 yule mtoto akafariki. Yule dada akalia katika hali ya kuchanganyikiwa. Yule mtoto akawa amejifungua kwa operation. Baadaye yule dada akakubali kubeba mimba, akakiuka vile viwango vya madaktari. Madaktari wanasema kufanya operation angalau uwe na miaka 3 ndio bebe mimba nyingine. Yeye alikuwa na mwaka 1.5 mtoto amefariki, akaamua kubeba mimba. Yaani watu wengi wanamuonea huruma kwamba anajihatarisha kwenye kufa. Akasema afadhali afe lakini aache hata mtoto kuliko ni afe akose mtoto. Watu wengi wanamuombea Mungu amtetee, Mungu ampiganie. Mungu akamjalia akajifungua tena kwa operation, akawa mzima. Sasa hiyo siku chumba cha Bugando kilijaa. Bwana sifiwe. Yuko kaka mmoja aliniona tunafahamiana naye, yaja okoka, alikuwa ni mtu wa dini, ila alikuwa na ndugu yake. Chumba kilipokuwa kimejaa, akasema mchungaji Nguro, kanisa lako lina upendo. Mimi nafikiria kuhamia hapo. Bwana sifiwe. Mimi moyoni kanisema ajui kama ni makanisa mawili yamefanya nini? Yamekutana hapo. Bwana sifiwe. Kitu gani kilimfanya afikirie kuhamia? Ni pale alipoona chumba kimejaa. Sasa mimi nasema ni watu wengine tukipendana sisi kwa sisi ndipo watakapoona tumefanya nini? Tumeokoka. Yaani ndugu yako anapopata shida, hiyo shida iwe ni ya kwako. Hilo tatizo liwe ni la kwako. Katika kitabu cha Wakorinto ile sura 12 anasema sisi ni viungo katika mwili wa nini? Wa Kristo. Bwana sifiwe. Sisi ni viungo katika mwili wa nini? Wa Kristo. Kiungo kimoja, yani kikiumia muumie wote. Bwana sifiwe. Huyo dada Lema ni shahidi, aliibiwa simu hapo. Mimi nilikuwa na mgeni mchungaji. Nilimwacha mchungaji, nikaamua kuhangaika naye kwa simu bila kuangalia nimemwacha mgeni. Angekuwa mchungaji mwingine manake ningemwambia bwana hebu tutaangalia kesho. Nilitembea nawe, sikutembea nawe dadangu. Tulienda naye polisi, tukaenda kwa watu wa M-Pesa, tujitahidi angalau kuhangaika, lakini Mungu pia ni mwema, simu yake ilifanya nini? Ilipatikana. Bwana sifiwe. Yaani mwenzako akipata shida, shida ionekane ni ya kwako. Bwana sifiwe. Haleluya. Endelea. Kwamba ni kwa alama hii pia watu wote watajua kwamba sisi tumeokoka. Hivyo kwa alama hii Mungu wajua watoto wake. Hivyo kwa alama hii Mungu wajua watoto wake. Tusome tena kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 ule mstari wa 10. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 10. Anasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyependa haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Narudia tena. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyependa haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Hatuwezi kudai kwamba tunampenda Mungu tusiyemuona ikiwa tuwezi kuwapenda ndugu zetu waliokoka. Hatuwezi kudai kwamba tunampenda Mungu tusiyemuona ikiwa tuwezi kuwapenda ndugu zetu waliokoka. Leo tunasema nampenda Mungu, nimeokoka, Yesu ni Bwana, lakini haumpendi ndugu yako. Biblia inasema wewe utakuwa Mungu. Kusema unampenda Mungu ambaye hujawahi kumuona. Mpende kwanza ndugu yako ambao unaonana naye. Bwana sifiwe. Ukimpenda huo ndugu yako ndio unaonyesha kwamba unampenda nani? Mungu. Huyo ni Mungu mwenyewe. Anasema mpende jirani yako. Na watu walimuuliza Yesu, jirani yangu ni nani? Bwana sifiwe. Unajua hili somo ni pana. Bwana sifiwe. Yesu akasema jirani yako mjui. Akawapa mfano kwamba kuna mtu mmoja aliangukia mikononi mwa nini? Mwa wanyang'anyi. Akawa amepigwa, alafu ni kama amezimia. Damu zinakuwa zinafanya nini? Zinatoka. Anasema kwa bahati nzuri mchungaji mmoja alikuwa anaenda kusali misa ya asubuhi.
Akapita akamwona yule mtu aliyejeruhiwa, akapita kando, anawahi kwenye nini? Kwenye ibada. Wewe unawahi kwenye ibada vipi? Kuna mtu ameumia hapo, Bwana sifiwe. Alafu inasema akaja tena na Mlawi mwingine na mwenye anawahi ibada, akamcheki, akapita kaenda akawahi nini? Ibada. Lakini mtu mmoja anaitwa Msamaria mwema. Ndio maana unasikia ukifanya jambo jema wanasema umekuwa Msamaria mwema. Msamaria ni kabila, Bwana sifiwe. Huyo Msamaria akawa anapita. Je, Mungu katika safari zake alimzidi mchungaji, alimzidi na kiongozi wa dini kama ni mzee wa kanisa. Bwana sifiwe. Alipofika pale, akapaki gari lake la farasi. Akamwonea huruma yule mgonjwa. Biblia inasema akamsafisha ile majeraha. Alikuwa na divai akampaka. Leo kuna watu wa dini wanatetea kunywa pombe. Pombe, wana wa Mungu, kwa watu wa Israeli, divai inatengenezwa na zao la mzabibu. Inatengeneza vitu kama vitatu. Inatengeneza pombe, inatengeneza kama orange au kama juice, au inatengeneza pia dawa. Ndio maana kuna dawa kama hizo za vikozo wanasema ukinywa usiendeshe nini? Gari. Maana yake zinakuwa ni alcohol, zinalewesha. Sasa watu wanaokugia pombe wanasema hata Yesu alitengeneza pombe. Unajua divai inatengeneza vitu kama vitatu. Sasa huyu mtu alimwona yule mtu anaumwa, baadaye alichukua divai akampaka kwenye vile vidonda, alafu akambeba kwenye gari yake akampeleka hospitalini. Akaambia mumtibu kwa gharama zangu, kama zitazidi nitakuja kulipa. Sasa Yesu akasema mtu unayemuona huyo ndio jirani yako. Bwana sifiwe. Hata kuna watu wanasema nampenda Mungu, lakini ndugu yako unamchukia. Hata kama umchukii kwa kumfanyia mambo mabaya, lakini kuto kumjali anapokuwa na shida, anapokuwa ni mhitaji, wewe unaonekana haumpendi Mungu. Bwana sifiwe. Zoezi dogo tulikuwa nalo hapa la kumsupport mama mapenzi. Bwana sifiwe. Wengine mmekuwa kama Walawi. Nataka nikwambie, unapoenda nyumbani, hebu sikia kuhukumiwa, beba chochote uje umfadhili mama, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kama umebarikiwa na unaweza kumpigia Yesu makofi. Bwana sifiwe. Kwamba hatuwezi kudai kwamba tunampenda Mungu tusiyemuona, ikiwa tuwezi kuwapenda ndugu zetu waliookoka. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana 4:20. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:20. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:20. Neno la Mungu nasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Tusome tena kwamba kumwamini Yesu au kuokolewa wakati wote huambatana na kuwapenda watu waliookoka. Kumwamini Yesu au kuokolewa wakati wote huambatana na kuwapenda watu waliookoka. Tusome waraka wa kwanza wa Yohana 3:23. 3:23. Na hii ndio amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama narudia tena. Na hii ndio amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Narudia tena. Na hii ndio amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Sambamba na hiyo tusome tena 4:21. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. 4:21. Na amri hii tumepewa na yeye,
ya kwamba yampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Yeyote yule anayedai kwamba ameokoka lakini anawachukia ndugu zake waliookoka, huyu ni muuaji kwa msingi ule ule ambao Kaini alikuwa mwovu akamuua ndugu yake Abeli. Yeyote yule anayedai kwamba ameokoka lakini anawachukia ndugu zake waliookoka, huyu ni muuaji kwa msingi ule ule ambao Kaini alivyokuwa mwovu akamuua ndugu yake Abeli. Unamchukia, Biblia inasema wewe ni muuaji kama vile Kaini alivyokuwa muuaji. Wana Mungu, Kaini alimuua ndugu yake wa kunyonya, alimuua mdogo wake. Sisi hapa ni ndugu. Unapomchukia mtu yoyote aliyookoka, wewe unakuwa ni muuaji kama Kaini. Bwana sifiwe. Hebu tusome Biblia nikupe ushahidi wa hilo andiko. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Leo tunapita sana kwenye kitabu hicho. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 3. Ile sura ya 3 mstari wa 11 mpaka 12. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:11 mpaka 12. Neno la Mungu nasema, maana hii ndio habari mliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu akamuua ndugu yake. Na yeye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Tuongeze mstari wa 15 hapo hapo. Kila amchukiaye ndugu yake, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Imetupasa kupendana sisi kwa sisi kama Yesu alivyotupenda, kwa kuzingatia yafuatayo. Sasa hapo ndio makini. Bwana sifiwe. Imetupasa kupendana sisi kwa sisi kama Yesu alivyotupenda, kwa kuzingatia yafuatayo. Ili uoneshe kama kweli una upendo au unampenda ndugu yako, zingatia haya ambayo naenda kukueleza. Bwana sifiwe. Kama unaandika mmoja, Yesu alishughulika na wagonjwa. Yesu alishughulika na nini? Na wagonjwa. Yaani lazima tujifunze kwa Yesu mwenyewe. Bwana sifiwe. Yaani lazima tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Yesu ambaye tumemwamini. Yesu ambaye ni Bwana wa mabwana. Aliposikia mtu anaumwa, je, alienda kumtembelea? Wewe unaposikia mtu anaumwa, je, unaenda kumtembelea? Kama uendi kumtembelea na tumetangaza mtu fulani anaumwa hujaenda, unakuwa unapungukiwa na upendo. Unahesabika wewe ni muuaji. Unahesabika wewe unamchukia ambaye ni ndugu yako. Bwana sifiwe. Ungesikia kama labda mtoto wako anaumwa, ungeacha hata ibada ungeenda. Ungesikia hata shangazi yako anaumwa, unaahirisha, unaamua kuaga, unaenda hata kama ni mbali unaenda kumsalimia. Lakini huwezi kwenda kumsalimia ndugu yako ambaye ameokoka, yuko Seketule, yuko Bugando, yuko Buzuruga. Wana wa Mungu, unasikia mtu mmoja amejifungua lakini hauendi hata kumsalimia nyumbani kwake, hata hospitalini. Nataka nikwambie unapungukiwa na upendo. Wana wa Mungu, upendo ni amri. Tumeona Yesu anasema amri mpya nawapa, mpendane. Amri kwenye dini tulishika zile amri 10, lakini kwa Yesu ziko amri 2 tu. Bwana sifiwe. Hizo amri tunatakiwa kuziishi. Amri hiyo ni upendo. Nataka nikwambia upendo unastiri wingi wa dhambi. Kwa nini unastiri wingi wa dhambi? Hata kama umekosea, kwa ajili ya upendo ile dhambi yako haiwezi kuonekana, mwana wa Mungu. Bwana sifiwe. Kwamba Yesu alishughulika na wagonjwa. Mama mkwe wa Petro wakati anaumwa. Unajua Petro alikuwa ni mwanafunzi wake. Bwana sifiwe. Mwanafunzi wa Yesu. Hapa kasikia kwamba mama mkwe wa Petro anafanya nini? Anaumwa. Yaani Yesu akaahirisha ibada. Yesu akaahirisha semina. Yesu akaahirisha mikutano.
Yesu akailisha huduma, akasema twende tukamwangalie huyo mama anayeumwa. Bwana sifiwe. Alipoenda kwa yule mama mkwe wa Petro, akakuta amelala kitandani, hauwezi. Lakini Yesu kwa sababu alikuwa Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, akakemea ile homa. Ugonjwa ukafanya nini? Ukatoka. Wewe ni mtu wa Mungu, unaweza kusikia ndugu yako anaumwa, ukienda ukaomba pamoja naye, Mungu anaweza kumuinua kupitia imani yako. Bwana sifiwe. Biblia inasema tuombeane sisi kwa nini? Kwa sisi. Lakini wewe hauendi kumsalimia ndugu yako. Ndio maana tunasema ukipata changamoto, ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tuma message kwa mchungaji, tuma message kwa wazee wa kanisa kwamba nina shida 1 2 3, ili usije ukatuingiza kwenye mtego wa kutulaumu. Bwana sifiwe. Tukipata habari lazima tutakuja kukutembelea. Bwana sifiwe. Haleluya. Nikupe ushahidi wa andiko kwamba kweli Yesu aliwatembelea wagonjwa. Tusome kitabu cha Marko 1 ule mstari wa 30. Marko 1 mstari wa 30 mpaka 31. Marko 1 mstari wa 30 mpaka 31. Biblia inasema naye mkwewe Simoni mamaye mkwe, narudia, naye mkwewe Simoni mamaye mkwe alikuwa kitandani, hauwezi oma, na mara wakamwambia habari zake. Yaani wakamwambia habari zake Yesu. Akamkaribia, akamuinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akawatumikia. Yaani walimpa habari Yesu, akaenda kumuona, akamponya. Kwa Yesu alishughulika na wagonjwa. Mimi na wewe pia tunataka kushughulika na nini? Na wagonjwa. Tukishughulika na wagonjwa, watu watajua ndio tunapendana sisi kwa nini? Kwa sisi. Na watu watajua kwamba kweli hao watu wameokoka. Lakini usiposhughulika na mtu ambaye anaumwa, utaonekana hujaokoka. Kipimo kama umeokoka ni kushughulika na matatizo ya watu wengine. Bwana sifiwe. Sisi nasi kama kweli tumeokoka, hatuna budi kuangaliana katika magonjwa na matatizo. Sisi kama kweli tumeokoka, hatuna budi kuangaliana katika magonjwa na matatizo. Jambo lingine la pili, Yesu alishughulika na misiba ya wanafunzi wake. Yesu alishughulika na misiba ya wanafunzi wake. Hapa ndo patamu. Bwana sifiwe. Watu wengi ili ulale kwenye msiba au uende kwenye msiba mpaka wewe wa ndugu yako. Yesu Bwana wa mabwana alishughulika na misiba ya watu wengine. Ni afadhali ukalale kwenye msiba wa kikundi, yaani haupati thawabu yoyote. Lakini ukilala kwa ndugu yako aliyookoka, utapata thawabu kwa Bwana. Unajua Biblia inasema tupendane sisi kwa sisi. Upendo wa aina yoyote unatakiwa uzidi kwanza sisi kwa sisi. Ndugu yako aliyookoka akipata shida, huyo ni wa muhimu kuliko ndugu yako wa nini? Wa kimwili. Asa Yesu ana wa Mungu anatupa kielelezo. Na sisi tunatakiwa tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Yesu alishughulika hata na misiba ya wanafunzi. Bwana sifiwe. Leo kuna hata wachungaji, kuna maaskofu, kuna viongozi wa dini, yani misiba inaonekana kama haiwahusu. Bwana sifiwe. Mchungaji anaweza kuwa na kanisa na watu wengi, yaani unaona haina haja kushughulika na misiba, kwamba ni wewe hata kama ukipata shida kanisa litakusaidia. Lakini nataka nikwambie tunatakiwa kujifunza kwa Yesu, Bwana wa mabwana. Bwana sifiwe. Yesu alishughulika na misiba. Unajua Martha na Mariamu walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Bwana sifiwe. Yule Mariamu alikuwa ni mpagani. Yule Mariamu alikuwa ni kahaba. Mariamu baada ya kuokoka alimpenda Yesu peo. Bwana sifiwe. Tunasikia kwenye Biblia alimpaka ajali mafuta nini ya thamani. Hapo alikuwa mtu mmoja Simoni akawa na mashaka paka na Yesu kwamba huyu kweli angekuwa mtu wa Mungu angejua mwanamke huyu namna gani. Bwana sifiwe. Simoni aliangalia kwa nje, afu Yesu alikuwa anajua hata dhambi ya mawazo mabaya. Akampa mfano mithali Simoni akisema, Simoni, kuna mtu mmoja yani alikuwa na madhambi mengi sana, alafu Mungu akamsamehe. Na mtu mwingine alikuwa na dhambi kidogo, alafu Mungu akamsamehe. Hivi nafikiri kati ya hawa
atakayempenda Mungu ni yupi? Simoni bila kujua akasema yule aliyokuwa na madhambi mengi sana, huyo ndo atampenda Mungu zaidi. Akamwambia, unamwona mwanamke huyu ambaye wewe moyoni unamsema vibaya? Huyu ani nimeingia nyumbani kwako, hata hujaninausha miguu. Wayahudi walikuwa wanataka kunausha miguu. Hata hujanipaka mafuta, lakini mama tazama, amelia kwa machozi yake, alafu amenifuta kwa nywele zake. Jaribu kuangalia kila mama simeenda saluni. Angalia kichwa chako, labda umekipaka mafuta ya thamani. Unaweza ukamfuta mtu angalau kwa nywele zako. Mtu mwingine hata kikugusu unaweza ukageuka kwa hasira, kwa kuamaka unataka kuharibia. Sasa yule mama alikuwa ametengeneza nywele vizuri, lakini akaona si kitu. Miguu ya Yesu ina thamani, akapiga magoti, akamfuta na zile nywele zake. Bwana sifiwe. Kwani alikuwa na nguo? Alikuwa na nguo, lakini akaona acha nimfutie kwa nywele zangu. Bwana sifiwe. Yaani akaona ile thamani ya nywele kama sio kitu. Alionyesha upendo wa hali ya juu sana. Bwana sifiwe. Sasa baadaye huyu dada alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu na dada yake Martha wakaja akafiwa na kaka yao. Bwana sifiwe. Wakatuma habari, wakasema, Yesu, tumepata msiba, tumefiwa na Lazaro. Yesu akaacha siku ya kwanza, akaacha siku ya pili, akaacha siku ya tatu, lakini alikuwa anakumbuka. Baadaye akasema, acha nikawafariji ndugu zangu. Bwana sifiwe. Jaribu kuangalia Yesu, Bwana wa mabwana, anaacha huduma, anaacha mambo mengine, anaenda kuzulia nini? Misiba. Leo kuna watu wapata kuchangia tu, mnakuwa na moyo mgumu kuchangia. Ndugu yako amepata msiba, sana kuchangira 2,200. Yaani unakuwa na moyo mgumu, ni kwa kutokuelewa. Bwana sifiwe. Lakini Yesu, Bwana wa mabwana, alishughulika hata na misiba. Mimi na wewe, ili tuonekane tumeokoka, tumpenda Yesu, ndugu yetu yote anapofiwa, haijalishi amefiwa na nani, ni kwenda kulia pamoja naye. Bwana sifiwe. Haleluya. Wangapi mnanipata vizuri? Wangapi mnasema mtakuwa mnalitendea kazi hili neno? Ili neno lilete uamsho kwenye kanisa, makimbilio. Watu watambue kwamba kweli makimbilio tunapendana sisi kwa sisi. Bwana sifiwe. Nikupe ushahidi. Hebu tusome Injili ya Yohana 3:36. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo tazame. Yesu akalia machozi. Yaani Yesu Bwana mabwana alilia. Bwana sifiwe. Baada ya kusikia Lazaro amefanya nini? Amefariki. Yaani ameenda. Anauliza, mmemweka wapi? Sema, njoo muangalie. Akaenda kumwangalia. Alivyoona alilia nini? Machozi. Leo mtu mwingine unaenda hata umeenda labda kujionesha. Wazungu wanasema umeenda kushow face. Yaani hauna huzuni yoyote moyoni. Bwana sifiwe. Lazima uonekane na huzuni kwenye tukio la nini? La huzuni. Biblia inasema Yesu alipomwona Lazaro akatoa nini? Machozi. Hiyo inadhihirisha kwamba Yesu alishughulika hata na misiba, wana Mungu. Bwana sifiwe. Ndio maneno kwamba basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo tazame. Yesu akatoa machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Angalia jinsi alivyokuwa amefanya nini? Amempenda. Jambo lingine la tatu, Yesu aliwatembelea wanafunzi wake majumbani kwao. Yesu aliwatembelea wanafunzi majumbani kwao. Wana wa Mungu, tusionane hapa kanisani. Unaweza kushangaa kanisa, kwa nini tukimaliza ibada tunasalimiana? Leo nakupa siri hiyo. Bwana sifiwe. Yaani ndio tunafahamiana mpaka majumbani. Unajua unaweza kusali hapa, kama tusalimiane hapo, usisalimiane na ndugu yako. Ndio maana ile kanisa hata kama tungeongezeka tungekuwa wingi, kwa sababu hata uwanja wetu utakuwa mkubwa. Usione kumsalimia ndugu yako unapoteza muda. Bwana sifiwe. Hivyo ungeonana na dada yako umezaliwa pamoja, ungempita bila kumsalimia. Ungeonana na kaka yako umezaliwa tu mmoja, ungempita bila kumsalimiana. Ndio maana kwenye kusalimiana unaweza hata ukamkumbatia, kumwambia, nimefurahi kukuona. Bwana sifiwe.
unaonesha ule upendo. Bwana sifiwe. Sasa Yesu ana Mungu aliwatembelea hata ani wanafunzi wake. Hata sisi wana Mungu tuna tabia kutembeleana. Yaani siku nyingine unasema acha nikamtembelee mama Flora, acha nikamtembelee mama fulani, acha nikamtembelee mtu fulani. Yaani kuonesha upendo. Unasema mpendwa, nimekuja kutembelea. Unafika pale unasema acha tuombe. Unaomba amani, unaomba ulinzi, unaambia ubaki na amani ya Yesu. Bwana sifiwe. Unaondoka, yule ndugu atajisikia vizuri. Bwana sifiwe. Tusiishie kuonana wapi? Kanisani. Hebu nikupe ushahidi kweli Yesu aliwatembelea wanafunzi. Tusome kile kitabu cha Marko 1:29. Marko 1:29. Marko 1:29. Marko 1:29. Neno la Mungu linasema, na mara walipotoka katika sinagogi walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohana. Na mara walipotoka katika sinagogi walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohana. Yaani kuna siku alienda kwenye familia hii ya wanafunzi kama wanne. Bwana sifiwe. Yaani akapita kuwatembelea. Bwana sifiwe. Kwa Yesu aliwatembelea wanafunzi wake majumbani kwao. Sisi nasi ikiwa tumeokoka imetupasa kutembeleana majumbani kwetu. Jambo la nne. Yesu alihusika kumsaidia mwanafunzi Petro alipokuwa na tatizo la kifedha wakati yeye alikuwa ana uwezo wa kumsaidia. Yesu alihusika kumsaidia mwanafunzi Petro alipokuwa na tatizo la kifedha wakati yeye alikuwa na uwezo wa kumsaidia. Unajua wana Mungu, unakuta ndugu yako ana shida. Ndugu yani mtu aliokoka ana shida. Wakati mwingine anakuja kukulilia, mama naomba nisaidie, sina hata ya unga leo, sina hata ya chakula leo, sina hata ya nauli leo kama ni mwanafunzi. Alafu hela unazo, hautaki kutoa. Kuna watu wengine wakiweka katika kama ni akiba, hawataki kabisa kugusa zile akiba. Sasa Petro alikuwa na uhitaji wa nini? Wa kifedha. Yesu alikuwa na uwezo. Au fedha ya Yesu ilikuwa benki. Bwana sifiwe. Unajua alikuwa anatembea, mbele kwa kuna kizuizi cha nini? Cha kodi. Petro akamuuliza, "Hiyo kodi wanatoza kwa watu gani?" Petro akajieleza. Alafu Petro anaonekana alitaka kama kukwepa. Bwana sifiwe. Biblia inasema anastahili kodi lazima ulipe nini? Kodi. Kwa hiyo Petro akataka kama kukwepa. Kwa hiyo Yesu akagundua Petro anapungukiwa nini? Fedha. Alafu Yesu akasema, "Mimi na akiba za kutosha." Akamwambia Petro, "Usikimbie. Haina haja kukwepa watu. Nenda angalau ziwani. Nenda katupe ndoano. Samaki atakayezuka wa kwanza, umchukue samaki. Kwenye samaki humo nimeweka akiba. Umpasue, utakuta kuna hela." Yesu ana akiba hadi kwenye samaki. Bwana sifiwe. Akisema kwenye samaki humo kuna hela. Ukitoa hiyo hela, ulipe kodi ya kwako, utoe na ya kwangu. Alimsaidia, hajamsaidia? Alitoa kwenye benki, hajatoa kwenye benki? Ndio maana Mungu anaposema vitu vyote vinapoujaza ulimwengu anamaanisha Yesu mpaka samaki anajua. Bwana sifiwe. Kwamba nenda samaki wa kwanza utakaomvua, ndani ya samaki kuna dinari humo, kuna talanta, na anajua kiwango kwenye ile samaki, na ile samaki akaisemesha, "Nenda kwenye ndoano mara moja, kuna mtu ana shida hapo." Hapo Petro akailoa ile ndoano. Alipoipasua akakuta kweli kuna fedha ambayo inatosha tu kulipa kodi ya kwake na ya Yesu. Bwana sifiwe. Kwa Yesu aliwasaidia wanafunzi wake walipokuwa na matatizo ya nini? Ya kifedha. Hali kadhalika mimi na wewe kama kwetu tumeokoka, ndugu yetu au mwenzetu anapokuwa na shida, tusaidiane sisi kwa sisi. Tunaposaidiana sisi kwa sisi, hapo ndipo tunaonyesha kwamba kweli sisi tumeokoka. Utasoma kwa wakati wako, maana naona ni muda umekaribia kuisha. Usome Injili ya Mathayo sura 17 mstari wa 27. Mathayo 17 mstari wa 27. Hii alikuwa
nasema sisi nasi inatupasa kusaidiana katika matatizo ya kifedha ikiwa tumeokoka. Mtu akiwa na riziki ya dunia, inampasa kumwangalia ndugu yake aliyeokoka asiyekuwa na riziki. Angalia vizuri hapo. Sisi nasi inatupasa kusaidiana katika matatizo ya kifedha ikiwa tumeokoka. Mtu akiwa ana riziki ya dunia, inampasa kumwangalia ndugu yake aliyeokoka asiyekuwa na riziki. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 ule mstari wa 17. Neno la Mungu nasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika ili tufahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tunaitukuza mioyo yetu mbele zake. Jambo la 5. Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, nasi imetupasa kutoa uhai kwa ajili ya wenzetu waliookoka kwa kuwahudumia. Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, nasi imetupasa kutoa uhai wetu kwa ajili ya wenzetu waliookoka katika kuwahudumia. Tusome waraka wa kwanza wa Yohana 3 ule mstari wa 16. Inasema, katika ili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao. Jambo la mwisho la 6. Yesu aliwapenda na kuwajali wanafunzi wake kuliko wazazi na ndugu zake wa kimwili. Yesu aliwapenda na kuwajali wanafunzi wake kuliko wazazi na ndugu zake wa kimwili. Sisi nasi hatuna budi kuwapenda wenzetu waliokoka katika mambo yote. Sisi nasi hatuna budi kuwapenda wenzetu waliokoka na kuwajali. Nirudi tena. Yesu aliwapenda na kuwajali wanafunzi wake kuliko wazazi na ndugu zake wa kimwili. Sisi nasi hatuna budi kuwapenda wenzetu waliokoka katika mambo yote. Tusome Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura 12. Injili ya Mathayo 12 ule mstari wa 46 mpaka ule wa 50. Neno la Mungu linasema, alipokuwa katika kusema na makutano, tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni kina nani? Akawaonyesha mkono wanafunzi wake akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbo langu na mama yangu. Yesu alikuwa anahubiri kama ninavyohubiri mimi hapa. Akaja mama yake, wakaja na ndugu zake wengine kimwili, wakasimama hapo nje. Yaani wanaona wenyewe wanastahili kupewa kipaumbele kuliko wale waliokuwa anahubiri Yesu. Mtu mmoja labda ni shemasi akatoka kaenda kumnong'oneza Yesu, kama mama yako na ndugu zako wako hapo. Yesu wala hakujali ile agizo au ile message. Akasema mama yangu ni nani na ndugu zangu ni nani? Akasema ndugu zangu ni hawa wanaosikia neno la Mungu. Hiyo inatufanya wana wa Mungu kwamba tujali sana kupendana sisi kwa sisi. Usijali mtu aliyookoka. Sisemi siwajali hao ndugu, lakini Biblia inasema sana tuzidi kwa ndugu ambaye ameokoka.
Tusimame mwana wa Mungu, ule mlango wa nyuma unaweza kurudisha. Simama, funika macho yako, alafu ingia rohoni. Angalia wewe mwenyeje hii amri kunaitekeleza au ulikuwa uitekelezi. Na kama ulikuwa uitekelezi, baada ya kuimba wimbo wa kuabudu, nenda mbele za Bwana, omba rehema. Alafu mwambie Mungu akupe neema. Punguze moyoni mwangu chunguza, unichunguze Bwana Yesu nakuomba, unichunguze mwenendo wangu chunguza, unichunguze Bwana Yesu nakuomba, unichunguze na njia yangu chunguza, unichunguze Bwana Yesu nakuomba, unichunguze. Twende mbele za Bwana watu wote. Twende mbele za Bwana. Omba Mungu akupe neema ya kutendea kazi maneno ya Mungu kujifunza mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu, jina lako nalibariki, jina lako nalitukuza. Asante Mungu mwema kwa wema wako na fadhili zako. Asante Mungu mwema kwa ajili ya maneno yako ya uzima ambao Mungu wa majeshi mchana wa leo umetuhusia wanao wake na wakome. Baba, umetufundisha kwa habari amri mpya. Tumeona Mungu kutufundisha kwamba amri mpya unatupa. Umesema tupendane sisi kwa sisi. Baba, tumeona mahali pengine umesema Baba upendo. Baba, umesema tupendane sisi kwa sisi. Umesema upendo. Umesema Mungu wa majeshi tushike amri zako zote. Umesema tukupende wewe Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa roho yetu yote. Mungu mkuu, Mungu mweza. Baba, angalia watu wako. Tumesikia maneno yako ya uzima. Tumekupenda Yesu. Tumekupenda Yesu. Tumekupenda kwa akili zetu zote. Tumekupenda kwa nguvu zetu zote. Tumekupenda kwa mawazo yetu yote. Katika jina la Yesu. Wamesema amri nyingine ni hii, tumpende jirani kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Baba, tumeona mahali pengine wanafunzi kuuliza jirani ni nani. Baba, tumeona ukiwapa mfano wa Msamaria wakati Mlawi alipopita akamwona yule mgonjwa alikuwa ameangukia mikononi mwa wanyang'anyi, hata kuweza kumjali, akapita na kiongozi wa dini naye hakuweza kumjali. Lakini tunaona Msamaria alikuwa na upendo, alipofika mahali pale alisimamisha farasi akateremka kwa mama huyo, ukaumbike ndani ya baba huyo, ukaumbike ndani ya kijana huyo. Mungu mkuu, Mungu mwenye uweza, umesema tupendane sisi kwa sisi. Tupe kupendana sisi kwa sisi Bwana, tupe kupendana sisi kwa sisi Bwana. Maana umesema Yesu, tukipendana sisi kwa sisi, umesema ndipo tutakapojulikana kwamba hakika ni wanafunzi wako Yesu, kama tutapendana sisi kwa sisi. Mungu mkuu, Mungu mwenye uweza, tumeona Yesu ukitupa kielelezo cha kile unafanya. Yesu ulishughulika na wagonjwa. Tumeona Yesu kienda kwa mke wa Petro, alikuwa hawezi, anaumwa, au kana kutazama. Hata sisi Mungu wa majeshi kuonyesha upendo, kuonyesha upendo ndugu zetu wanaookoka, wanapokuwa wanaumwa, wanapokuwa hawezi. Baba, tupe kwenda kuwatazama, tupe kwenda kuwatazama Bwana. Mungu mkuu, Mungu mwenye uwezo, tumeona Yesu ukitupa kielelezo. Hata wanafunzi walipokuwa wanapatwa misiba, Baba ulijali hata misiba. Tumeona Yesu wakati Martha na Mariamu wamefiwa na kaka yake Lazaro, Yesu uliacha huduma mtumishi wako, nasi Baba ndio neno hilo. Baba, naomba neema, Baba naomba neema ikawe juu ya mama huyo, ikawe juu ya baba huyo, ikawe juu ya kijana huyo, ikawe juu ya binti huyo. Baba, wape neema ya kuishi amri, ya kutendea kazi amri, ya kutendea kazi neno lako la uzima. Tupe kupendana Bwana, tupe kupendana Bwana, tupe kupendana Bwana, maana ni agizo. Umesema tupendane sisi kwa sisi. Omba roho ya upendo
jina la Yesu. Wewe shetani, wewe ibilisi, unaleta maana potofu, unayepanda magugu, ninakukemea kwa jina la Yesu. Ninakukemea kwa jina la Yesu. Toka ndani ya moyo wa mama huyo, toka ndani ya moyo wa baba huyo, toka ndani ya moyo wa kijana huyo, toka ndani ya moyo wa binti huyo, toka kwenye kanisa la Bwana. Baba, watu wako wote waliosikia maneno haya, wape kuyaishi, wape kuyatendea kazi. Roho ya chuki, roho ya uwivu, Baba, hiyo roho itoke kwako, hiyo ni roho kutoka kuzimu. Maana umesema mtu akimchukia ndugu yake anayemuona, halafu anasema nakupenda wewe Mungu, umesema huyo anakuwa ni Mungu. Kwa jina la Yesu, roho ya uwivu, roho ya kuchukiana, roho ya kujaliana ndani ya kanisa hili, ninaamuru kwa mamlaka jina la Yesu, itoke yote kwa Bwana. Baba, ninaachilia neema ya wokovu. Baba, ninaachilia neema ya upendo ikatawale mahali hapa. Baba, nisema nini mbele zako? Baba, ninasema ni asante. Ni katika jina la Yesu naomba. Amen. Kama kuna mtu anahitaji maombezi, anaweza kupata mbele tu muombe kabla tujaanza ibada.